Twende wote. Kushukuru wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Bwana nimerudi tena, Yesu nakushukuru, mengine sijui, ila ili Bwana nimejua umenitendea. Umenijibu moja, umetutendea wengi, mimi nimerudi, japo mengine bado, ila natambua thamani ya hili moja ulilolitenda. Wale wengine tena mimi sijui, ila nachojua kwangu umetenda. Mengine sijui, ila hili Bwana nimejua umenitendea. Mimi ni Msamaria tu, mtu wa makabila mengine, wala sikustahili haya ulionitendea. Wengine sijui wanaona nini, ila mimi Bwana ninauona wema wa ajabu. Wenye ukoma tulikuwako, na neno lako alikufanya makosa. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Wenye dhambi tulikuwa wengi, na damu yako ikanitakasa. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Utukufu kwako na heshima zote, umenitenda wema, we Baba, we Yesu. Ina mikono yako juu namna hii, twende. Utukufu kwako na heshima zote, umenitenda wema, we Baba, we Yesu.
Haleluya. Haleluya. Na mimi nipenda hata kigelegele pia na mimi nionje. Sasa niombe mkutano tukae kidogo tupate mambo muhimu yanayokuja mbele yetu. Ila mbona namfahamu? Huyu ni mtoto kweli au mwingine? Eti mbona? Mke wako au mwingine bwana? Tafadhali bwana. Na bahati yako ungechelewa. Maana leo kabadilisha msifikiri jamaa kama best kama unatendana. Amina. Kwa jina langu naitwa Abeli, nimesimama kwa miaba. Abeli nani? Abeli Yeremia. Yeremia nani? Yeremia Mkiwa. Aha, asante. Kwa nimesimama kwa miaba ya baba kwamba huyu Bwana anaruhusiwa kubariki na ni halali. Asante. Kanisa pigeni makofi. Na wapo wengine wako hapa ndoa zao hazijahalalishwa au wazazi bado wanapiga kelele mpaka leo, lakini Nduna anasema mimi niko fiti, ndio maana amekuja hapa kipao mbele, hana wasiwasi. Tafikiri waziri wa mambo ya ndani atulia vizuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi watumishi wa Mungu, bila shaka naomba tuweze kupata nafasi, kwa sababu neno la Mungu limeshapata nafasi kuweza kutuombea. Mtumishi wa Mungu akatuombea mama mwangalizi hapa, na mimi sina budi kuendelea na yale yaliyomo, na nishukuru kwa nafasi hii kwa kuweza kukaribishwa. Nilisema pale mazulia huko, sisi sijatembea na mazulia. Karibu sana mama mchungaji, usalimia alafu niendelee machache. Amina. Haleluya. Nami kwa jina naitwa Debora Mexenjus Mpaka. Unatakiwa jina langu litaje vizuri. Sasa mama amechapia kidogo. Sasa ngoja kwa sababu mimi niko mwenyewe na mimi nyimbo nyingine nipo naitwa Mexenjus. Sasa hata ungekwambia laka huwezi kusema haraka. Naitwa Mexenjus William Pangwa. Kwa hiyo jina langu sio gumu, ni jepesi tu. Mama kidogo najua kwa nataka bigiji sijui. Baada ya kusema hayo, watumishi wa Mungu, ningependa sasa nilete neno la Mungu kwa sababu si rafiki, na kama nilivyokwisha tanguliza kwamba kichwa cha somo au kichwa cha habari kinasema kubariki. Ninashukurani mtumishi wa Mungu mchungaji Ngunwa kwanza kuliheshimisha kanisa la IPC Tanzania pamoja na hapa ulipo Murumbaji, kwamba hapana, ni muhimu wachungaji wetu waweze kubariki wale ambao waliokoka na wake zao tayari walioana huko, lakini wakatumika Mungu. Ni vema wabariki ndoa zao. Kwa hiyo ni vizuri mtumishi wa Mungu jambo hili kama lianzo au la sivyo akaona ni vema alichukue jambo la kubariki ndoa. Ni jambo la kibiblia, ni jambo ambalo linampendeza Mungu, linampendeza serikali yeyote iliyoko duniani pamoja na Tanzania, maana jambo la kubariki na kupata haki ni jambo ambalo la baraka kubwa mno. Jambo libarikiwe watu wa Mungu. Kwa hiyo nikasema tu kama mara nyingi tunapozungumza eneo hili la kubariki ndoa, hatuzungumzie habari za kufunga ndoa. Kufunga ndoa ni tendo la watu wawili wasiokuwa na mahusiano kabisa katika mwili. Katika ndoa hiyo au ndoa hiyo iliyofanyika, uhalali wa serikali uko huru. Sasa jua ndoa yako ina uhalali, imepita hapo. Iko wengine hamna hati. Kuna uhalali wa serikali. Sasa huyu jamaa akona jamii kujua kwamba huyu kweli mtawali au la, au hawala yake. Mahawala wewe. Nafikiri huko ndani hamna mahawala. Unafikiri kanisa unaweza kama mahawala hamna. Lakini unawezekana wakao miongoni wao huko. Wakaishi kama mahawala siku 2 3 wanaachana. Lakini uhalali halisi
jamii itambue kwamba huyu ni mke wake, serikali itambue huyu kwamba ni mke wake. Pia tunapozungumza wazazi watambua huyu ni mke wake. Pia tumezungumza hatua nyingine, pia imani au dini itambue kwamba huyu ni mke wake. Leo tunakwenda, nafikiri tulikuwa naelewa kwamba huyu ni mke wake, naendelea. Lakini bado tulitamani kuleta uhalali wa serikali kuthibitisha kwamba ndugu yetu Ngunwa kweli huyu ni mke wake, na leo anatia hati. Na tumani niliuliza swali, sijakuja siku moja kuuliza jamani huyu ni mchungaji, huyu ni mke wake, lakini leo nauliza. Habari barikiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana, nikasema kuna kuwepo na kilio kikubwa kwa wanawake wengi wanatamani kuhalalisha nyumba zao, kuhalalisha ndoa zao, lakini wanaume wanasema Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri mtu wa kwanza kupenda kuhalalisha ndoa yake ni nani? Mwanaume, mwanamke? Mwanamke, mwanaume? Kwa nini unataka kuhalalisha haraka haraka? Unajua ni kwa nini? Ili achunga mzigo, funga haraka mlango. Wanaume wengi huwa wanasema kweli tazamie kwanza. Lakini mwanamke anasema kwa kweli hapa nimefika, natamani nitoe begi, nikichelewa ataingia mwingine. Baba, naomba tufunge, tuhalalishe ndoa yetu. Naomba tuhalalishe. Sasa ukiona baba anasuasua kwa muda mwingi, ujue huyu uanze kuona na mashaka. Uanze kujua huyu baba anaanza kutazama penginepo huyu. Kwa nini anakwama sana? Wa 10:28 Biblia inanena hivi. Isikia tena hapa ninaponena, nasema Mungu akawabarikia. Mungu akawabarikia. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kinacho juu ya nchi. Bwana Yesu apewe sifa. Andiko linasema Mungu akawabarikia. Biblia inaniambia hivi, baraka humkalia mwenye haki kichwani, bali jeuri hufunika kichwa cha mtu muovu. Biblia inanipa nafasi hii. Baraka humkalia mwenye haki kichwani. Tunapozungumza baraka itamkalia mtu, yaani tunaposema baraka itamkalia kichwani, haki yake ataipata. Leo serikali imetangaza, kama si majuzi, imetangaza habari ya nchi yetu, watu wanatumia vyombo vya moto wote wakikishe vyombo wanavyovimiliki vio vina uhalali, vyombo vyote vya moto, na ametoa siku 10 kuhakikisha kwamba kila mwenye chombo au amekwisha milikisha chombo hicho, hata kama umekiuza kwa yule ndugu mwingine na yule aliyenunua, hakikishe amepata hati yake halali ya kumiliki chombo. Kisiwa kile chombo kimeenda kule, halafu hati unayo wewe hapa, inamaanisha kwamba serikali haimtambui kwamba yule amechukua chombo, kinakutambua wewe. Serikali hiyo imetambua siku 10 mpaka tarehe 20 mwezi huu wataanza kushughulikia wale wote wasiokuwa na vyombo vya moto, wasiokuwa na hati. Mimi hata kama leo nikichomoka sema nataka wao mwingine, yule mama atanikamatia. Haki iko kichwani mwake na hati yake. Huyu ni mume wangu, hati hii. Binti alifurahi sema leo hapa nimefika kwa mzee huyu, nitakula kile kitu subutu. Wasio vijana sasa wanapenda wazee, najua kuchomoka kidogo siko kwa wazee hao. Sasa kumbe yuko mzee mwenzangu yuko pale anasema hapa vijana amuli hapa. Nilishafunga mwenyewe mzee na hati. Sasa huyu anakuja na haki kichwani mwake, uhalali anayo. Lakini kikosa jambo hilo litakuletea athari. Ni kweli utaendelea kuishi, utasafiri, utaenda, mwisho mtaachana kule mbele. Kesho unasema pendo, mtu anapenda nini? Yes, anapenda pochi. Sasa tuone mzee huna haki miliki yote, sana kuchoka. Apende mtu bwana. Wewe mzee, lakini ukiwa na hati, hachomoki. Labda sema mimi imeingia dunia sasa mimi nataka kuachana, ndio kumwenge mahakamani. Serikali itambue kwamba mnaachana,
ukaona hapana, sisi tunapoihalalisha ndoa yetu katika utumishi wetu, tunapoihalalisha ndoa yetu, serikali itambue na kanisa litambue kwa usahihi, kwa watu wote watambue sisi sasa tumeibariki ndoa yetu. Hongera sana watendakazi, wapambanaji, watumishi wa Mungu, wachungaji. Sio mzee hata ulibariki baba. Hongera sana. Sio leo utatoa keki kwa hiyo bwana, utampa keki. Karibu. Ndio. Basi mambo yaeleweke. Bwana Yesu apewe sifa. Bariki ndoa zetu. Kitame, mwambie mume wako, tubariki. Mwambie mume wako, mke wako, mwambie tubariki ndoa yetu. Sio mpaka mshefchere kubwa sana. Mpaka sufuria 2 tunabariki, safari mambo yanaendelea. Amen. Sukuona mbuzi, sunani, ng'ombe, hakuna cha ng'ombe na bariki bwana. Ukileta watu 3, 4, 5 tukaitangaza kanisani watu 2, 3, bariki ndoa hiyo, mambo yanakuwa mazuri. Acheni kuishi maisha yasiyokuwa na baraka ya Mungu. Leta mkono wa Mungu uwe juu yenu, leo tunabariki ndoa yao hawa. Amina, kanisa la Bwana. Mlango wa kwanza mstari wa 17 Biblia inasemaje? Biblia inaniambia hivi: kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kigeugeu. Kwamba kikija kutoka kwa Mungu kenyewe huwa hakina mabadiliko, kigeugeu. Wananguno, kwa muda mwingi umeishi katika utumishi, na katika utumishi huu bado unaonyesha uhalali kwamba wewe una mke wako. Leo jamii iliyokusanyika hapa, inawezekana serikali iko hapa pia, na viongozi wa kanisa wako hapa, wazazi kwa niaba wako hapa. Maamuzi uliyoyatoa leo ni kweli au si kweli? Ni kweli. Asante sana baba. Hautabadilika baada ya hapo? Sitabadilika, Mungu anisaidie. Asante baba. Mama, unasikia kitu? Ni kweli na sitabadilika, na Mungu anisaidie. Asante. Naomba mimi nisome machache na mama wana usichukue sana wazee hawa. Naomba mpia hapa pokee mama, nimuulize Salome huyu. Bila shaka Salome, kwa miaka mingi umeishi na ndugu huyu mchungaji Unua mpaka hapa mlipofika. Umepita katika mambo mengi. Maamuzi uliyofanya leo kwamba ulibariki ndoa hii yenu, kweli au si kweli? Kweli. Nije kingine watumishi wa Mungu, muulize pia Salome kama ndio msame wake. Nikuulize tena Salome kwamba ni kweli umekama ulivyosema ni kweli. Najua katika safari ya maisha unaweza kaona kwamba huyu baba ni mrefu kuliko wewe, kesho kaona mfupi kuliko yeye huyu. Salome, hautabadilika kwamba huyu hapa kweli, hebu nibadilisha, hautabadilika. Sitabadilika na Mungu anisaidie. Asante. Baada ya maneno hayo machache, ndugu zetu wamekusema kwa kweli, kwa maamuzi waliotoa leo ni ya kweli, na pia wao wenyewe wamesema hawa